Wastahili Mwokozi, wastahili sifa zetu, wastahili kwa maana kila siku, kila saa wewe ni wa dhamana katika maisha yetu. Kila dakika ipitayo ijayo, Mfalme, wewe ni Mungu wa neema, wewe ni Mungu wa upendo, wewe ni Mungu uliye mkuu, wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba yetu. Asubuhi ya leo hakika tunasema wewe ni Baba yetu, wewe ni Baba yetu, wewe ni Baba yetu. Hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna Baba wa upendo kama wewe, hakuna Baba wa nguvu kama wewe katika maisha yetu. Tunakuabudu, tunakuabudu Yesu, tunakuabudu Mfalme, tunakusujudu, tunakuinua Yesu, tunakutukuza Yesu, tunakutukuza Baba, tunakutukuza Mfalme, tunakutukuza, tunalitukuza jina lako kuu, jina la amani, jina lenye uwezo, jina la thamani, jina lenye nguvu, jina lako, jina Yesu tulilopewa. Tunapopiga kote Mfalme, tunapata amani yetu, tunapata uwezo, tunapata nguvu kuendelea mbele, tunapata nguvu kuendelea mbele, tunapata nguvu kuendelea mbele katika wema wako na uwezo wako. Baba, wewe uliye Mungu wa faraja, Mungu wa upendo mkuu, Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye upendo, Mungu ambaye ulitupenda, Mungu ambaye unaendelea kutupenda. Wewe katika siku ya leo imechukua mkono wako, imekugharimu wewe, imekugharimu wewe sisi kuwa hai, imekugharimu wewe sisi kusimama katika haya madhabahu ili wewe tukuabudu. Asante Mfalme, asante kwa yote ambayo umetenda, asante kwa yote ambayo umetenda kwa familia zetu, asante kwa yote ambayo umetenda katika hili kanisa, asante kwa yote ambayo umetenda katika nchi yetu. Baba ambaye umetupa Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mfalme, wewe ni Mungu mwema. Tunakuhitaji Yesu, tunasema wewe ni Bwana, Mfalme wa wafalme. Abba Father, we are people, we worship you, we glorify your holy name. We say you are a king, we lift your name high, we lift your name high because you are God. We thank you, we thank you Jesus, we thank you Lord, thank you for your glory, thank you for your power, thank you Lord, thank you King of Kings, thank you, thank you Lord, thank you Lord, thank you, thank you for your increase, thank you for your increase in us, thank you for your increase in us Lord, thank you for your increase in us Jesus, thank you for your power, thank you for your glory, thank you for your strength, thank
you for another move. We are moving ahead. Tunakuhitaji Yesu. Asante kwa yote na vyote. Asante Mungu. Asante Baba yetu. Asante kwa maana wewe ni wa neema. Asante kwa maana wewe ni wa upendo. Asante kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Asante. Asante Baba. Asante kwa kuendelea kuongezeka ndani yetu. Baba, uongezeke, sisi tupungue. Uongezeke Yesu. Uongezeke Baba. Uongezeke Mfalme. Sisi tukipungua. Maneno yometeke. Yesu yometeke. Maneno bwa waneno menteke. Intutokea serieteri wanene bwao. Obuye bwao na bwao wene Nyasaye. Wawene irogosasi mwalero. Wawene irogotogi wa Nyasaye. Wawene iraso wanene bwao n'obuye bwao. Wanene bya monekia garole Nyasaye. Bya monekia garole monene. Bya monekia garole chinguru. Bya monekia garole chinguru. Biyamana senge njoro wanene bwetu. Biyamana senge njoro chinguru chetu. Abatamenta li chinguru konulistu kali magochi aserinde. Asobo kamwe biyabao. Wawele Nyasaye. Wawele Tata. We worship you. We honor you. We glorify your holy name. Because you are worthy of our worship. You are worthy of our worship this morning. You are worthy of our worship. You are worthy, Lord, to be glorified. You are worthy, Lord, to be lifted on high. We worship you. We honor you. You are mighty. You are a king. You are a father. Need you are a father. And your love never fails. Your love never fails. We thank you, Jesus. We honor you. We honor you. We honor you, King. Thank you for your power. Thank you for your Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you. Lord, we give you praise, glory, and honor this morning. Thank you because of your grace upon our lives, O Lord. Thank you because of your favor, which, Lord, you've given unto us. We have assembled before your presence, O Lord, to worship you. Father, we now welcome your power and your Holy Ghost, O Lord, to reign over us, O King of Kings. So we thank you, Father, because you are here. We can feel your power, we can feel your presence, O King of Kings. Pray that this day, O God, walk with us through our programs, O Lord. From now to the end of our service, Lord, we shall glorify you. As Lord, I stood before your people to share your word, I pray that, Father, make me a vessel the Lord you can use to deliver thy message unto thy people, God. Speak unto us in these few minutes, O Lord, and all the glory shall be unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amina. Amen. It's another day, another beautiful morning that our God has given unto us, so that we may gather to worship him. Haijakuwa rahisi. It has really taken the hand of God for us to be here this morning. So I want to welcome you all who that are watching us, who that are listening on us, even those that are in here. Tujumuike kwa pamoja dakika chache mbele yetu, so that we may share the word of God. We really thank God for the rains, because we have been praying for the rains, and it's by the grace I can see green things outside. All that glory be to God. So
allow me to bring the word of God and tubarikiwe kwa pamoja. So today I want to speak shortly about characteristics of a person that God honors. Who is this person that God respects? A person that God can testify for him. And they say that Lily, this man, Lily, this woman is for me. So there must be characters behind that. There are behaviors zenye zinahitajika kwa mtu hili Mungu amrecognize. So Mungu ametuita kwa viwango mbalimbali. Wherever we are serving, we deserve honor. Some of us, you are parents at your homes. Ukona watoto nyumbani, wanafaa kukuheshimu. Pia unafaa kuwaheshimu. You have neighbors behind you. So pia wao wanahitaji heshima yako kwako. So but I want to talk about characters. I want to talk about these people that God himself honors. They that God has seen something in them that makes him to stand and defend them. Wale ambao Mungu anaweza chifunia. When you read in the book of Job, chapter number 1, let me read verse 1. Yeah, the Bible says, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was blameless and upright. One who feared God and turned away from evil. Asense ya Uz nalenge omonto orekoro kwa Ayubu. Yeah. Omonto oyo niga alenge omwegenwa. Yeah. Na niga abwate enkore ndonge. Praise the Lord. Niga moirogete Nyasaye agetanga korwa koramabi. Praise the name of the Lord. Amen. So here the Bible is talking about Job. Aige Biblia gokwanera Ayubu. Job is an example Ayubu no mwekano of the people that honored God. Katika ile hali ya kumheshimu Mungu, ikamugharimu Mungu pia kumheshimu yeye. So the Bible says in the whole land there were many people. There were many men there and women. So this man, the Bible says he feared God. Alikuwa anatembea kwa njia za Mungu. So he did what was right to God. So even when he was tempted, finally God restored him. So the Lord is testifying for him before Satan. When he was wakati shaitani alikuwa anazunguka wanapatana na Mungu. Mungu anamuuliza kwamba, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? And the devil answers him like, what you have given him. Na ndicho kinamfanya na kuheshimu. But God said no. From the heart of this man, he respects me. He loves me. So God testified for him. This morning I want to encourage somebody that whatever you do as for God. Even though people will not recognize you,
the Lord will recognize you. Ni vizuri unapotambulishwa na Mungu. Ni vizuri Mungu anapokusuhudia ya kwamba miongoni mwa watu wengi ambao wanafanya kazi, ambao wanamtumikia, wewe unamtumikia kwa moyo. Hautumiki ili uonekane na watu wengine. Wema wako unautumikia ili Mungu akuone. So God testified for Job. So katika siku nyingi zilizopita, Ayubu alipitia mambo mengi. Ayubu aliteseka katika hali ngumu. But finally we find God turning his case around. Anamurejeshea yote yale ambayo alipoteza. Because this man feared God. So no matter what you are passing through now, no matter what people say about you, lift up your eyes upon the Lord. Focus on Him alone. It doesn't matter. People may deny you, but Lord will testify one day that you are really for Him. In Jesus' name. So point number one here of what I was talking about. No, the qualities of those people that God honors. Number one here, honored servants are willing to read by examples. To read as an example. Praise God. Amen. So those people that God honors, their character, their behavior, when they read other people. Remember, we have been called to read. We are reading from our families. We are reading wherever we are working. Even here in the church. Mostly here in the church. We are Christians. Examples of Christ. Jesus. So we have to read as an example of Him, our God. So God will honor us. Mungu atatuheshimu tutakapoongoza wengine kwa mfano uliopora. Tusiambie wengine hii ndio njia lakini tunapita njia nyingine. Tunaongoza vizuri, tusiwe kama manamba. Wanachaza gari, wanashikilia kidogo, ikisonga mbele wanaruka, wanangoja ingine. So for God to honor us, we must read as an example of Him. We must teach according to His word. Hallelujah. Wherever you are serving, you have to serve as for the Lord, and the God will honor you. The Bible says, in the land of Uz there were many people, but Job stood by God. He denied the ways of other people. He followed God until God testified for him. Haiko wewe pia simama katika njia za Mungu. Hata ukikataliwa na watu, hata ukichukiwa, simama kwa Mungu. Read as an example. Waongoze watu kama example. Tell them the truth about God.
batebi igoro ya and Nyasaye God will honor you. na Nyasaye nagosike In Jesus' name. ase erieta ria Kristo Yesu. Another thing, Egento kende honored servants of the Lord abantu basigire ba Nyasaye are committed to seek the will of God. igo bakwerwa ase okorigia obwancha kwa Nyasaye. Hallelujah. Amen. They don't want to be forced mbatakeiri kobetereri so that they can seek God ligara bamoligi Nyasaye from their hearts. korwa ase chinkoro chiao Wanasukumwa tu. igo bagosugumwa igo They feel like they have to worship yani bako igunga igo batakeire every basasime now and then. kera chinga They are praying like David. barabu igo bagosaba bona They are Daudi making that prayer that David made. bagokora ogosaba That, oh God, nga Nyasaye my prayer is ogosaba kwane no to abide in your court imenye ime yao all the days of my life, tu konsipi to yobo gimabane abide near your courts, imberange na seke so that I may behold ligane nsuke your beauty. ligane ndoro obosera bwawo. Praise the Lord. Amen. So those people that God honors Asenga abantu bali Nyasaye asigete are those people n'abantu balia that seeks Him. bali bakumulia They are committed. barabuni go beruete They are seeking the will of God beruete pi bakoligia obwancha kwa each and every Nyasaye day. kera lituko They want to know what God they want to know what God needs from them. batakete komanyanga inki Nyasaye ne They are in prayers day by day. kera lituko ekara They bagosaba are crying to God. igo bakumolera God, Nyasaye open our eyes. omonene igora We amaisa want to see beyond here. batakete korora God, goetania show us our purposes. Nyasaye tuorokie kerenga gyeito Show us what you have called us for, tuorokie inki so kyakora that they gwatorange may not serve in vain. ase igo tibali gokora emirimo Praise bosaigo. God. Amen. Wanataka wajue makusudi yao, yale ambayo Mungu aliwaitia, batakete kumanya kerenga kyabo ili wasije wakafanya kazi ya bure. ligara mba basako kora emirimo yabo Hao watu Mungu anawaheshimu. abantu abo Nyasaye ni Wakati wengine wako nyuma, wanarudi nyuma. ekara abantu bakona kona nako chimaya Wakati wengine wamechikwa na kuanguka, abande kero bego chire bahakire wao wanachisimamisha. barabu igo They bagwetemenya are seeking the will of God. bali gyo gwancha kwa I Nyasaye want to encourage you takete ko baya mo this morning, emambi yabona wewe ambaye unanisikiza, ayolio ntagarara ya kwamba Mungu hatakuheshimu inga Nyasaye nago sike utakaposimama ekerora atene uanze kutafuta yale ambayo ni mapenzi yake, ochake ko liali aro bwancha uanze kutamani kujua ni yapi yale ambayo Mungu anataka mimi niyafanye. ochake ko manyanga nara liali Nyasaye atake Bwana Yesu asifiwe. Amen. And God will honor you na Nyasaye nago in the sike name of the Lord. aseli etalio mwana Another thing, egento kende honored servants of the Lord abantu basikire na are Nyasaye willing to obey igo barange the commands koigwera of God. koigwera machiko yo monene So if you want God to respect onye you, gotageta Nyasaye agosike if you want God to honor you, onye gotageta Nyasaye agosike respect His commands. sika amachiko Whatever that He has demanded you to do, kende gyonsi keri agotebirio do it kore according to His word. kora kore ngana nelingana naye I want to assure you for free. ndagete ko batebi bosa That thing, when you do it, ekere ko kore gentekyo God will honor you. Nyasaye ni gara agosike Obedience is better than any sacrifice. yani ngo koigwera igokoro kuya ko kwake ngwaso Whatever that kende is gyonsi written in the word of God, kende gyonsi pige ko kore ngana nelingana ni you just Nyasaye obey. aye igwera Just obey. igwera Do it gekore according to the word. kore ngana And nelingana God na will Nyasaye respect you nagosike in the name of the Lord. aseli etalio How monene many people that we have seen abantu mbalenga tuwarolire by disobedience? ase ogotaigwera Look at our father Abraham. ase okoigwera ligereria tato minta Abraham When the Lord called him, ekero Nyasaye He amurangireti told him, Abraham, akamutebia nga Abraham my servant, o I mosombone want to bless you. ntagete kugosesenia Leave your father's land. karua sense yaiso Go genda where you will go. ando I asorachi will bless you there. ningosesenia aroro Mungu hakumwambia anamtuma wapi. Nyasaye tamutebetisa He kumutuma just ordered him, go. era ngamutebeti genda And they listened to the voice of the Lord. akarua raga tegera elio Nyasaye When you read ekero ogosoma that story,
how it ended. We are the descendants of Abraham because you obeyed God, and the God really blessed him. Even when God attempted him to offer him a sacrifice of his only son, Abraham wakubishana na Mungu. He was more than willing to sacrifice his son to the Lord. There on the mountain, the Lord provided a lamb. So the Lord respected Abraham. What about we? Imagine if Abraham obeyed God and the Lord was willing to do all those that he did. What about us? Yule Mungu amebadilika. Ni kipi ambacho kimembadilisha? He is the same God. He can do it unto us also. So the Lord has called us to obedience. Now let us act according to obedience, and the Lord will honor us in the name of the Lord. So whatever that God has commanded us to do, let us do it with our hearts, all of our hearts. Let us chase it with all our might. Hallelujah. Amen. And we shall see the goodness of our God in Jesus' name. Another thing here, honored servants of the Lord, willingly, they are willing, okay, honored servants of the Lord willingly to sacrifice and they be uncomfortable. Honored servants of the Lord are willingly to sacrifice and they be uncomfortable. Praise the name of the Lord. Amen. So those people that God honors in their hearts, they have the spirit of willingness of sacrificing now and then. They feel that they have to give to God whatever that comes at their hands. They are willing to give it back to the Lord. Oh, they are not comfortable. You know, kuna watu wanabarikiwa, wanaomba Mungu anawabariki. So those blessings they keep them for themselves. Wanaona ya kwamba ni yao tu. They assume like they never prayed to God. So here God honors those servants that are willing to sacrifice, that are willing to give him whatever they have. They that are not counting loss. Hallelujah. Amen. Wale ambao hawaoni hasara katika kumtolea Bwana. Sana sana nimekutana na rafiki yangu juzi hivi mahali hivi kwa kona. So and I wanted to inquire, nilikuwa kanisa lao some days back nikihubiri. So and, their church is big. So I wanted to know how the church is doing. I asked him, my brother, how is the church doing? He told me, Pastor, I don't know where to start from. It's well. We angalia economy ya Kenya vile iko. And the church
the series of events ne kanisa gebwate ebintu ebinge bigwana which natabiko needs money from the pockets of biribigane believers. ti basa korwa asembe buko yeito. And now people are tired of giving. Asega abantu barosire korwa We are so few in our church. tuabeira bakemona ase kanisa And I yeito was shocked. nkarwa oronga kumia. Praise the Lord. Amen. So a church of many people Asege kanisa y'abantu abange is now having few people ebwata abantu abake because people are not willing to sacrifice. ekiagara abantu mbali yange korwa People are not willing and they don't want to give. abantu mbatageti korwa. So the Bible says here that those people that God honors Bakolende bibiliya gotabanga abantu bali nyasa asigeti are those people that sacrifices n'abantu for bali him. bakorweke ngwanso gochi Wale asa watu wanajua ya kwamba nikipata 100 I have to give 10 abantu bali my bamanyete 10%. nkonyore emya goikandwa ensemo yana ya My 10 10% is 10 pop. ensemo yana ya 10 n'ekisiringi 10 They set it apart bari orro bakibeka ensemo willingly. asogwanje They are not comfortable with that 10 pop in their bali pockets. koigu buya n'ekisiringi ekiko They myasembe buko feel yabo like I have to take this man to church. igo bakoigu nga kibese ekiga goikanjira ase kanisa Unapopewa chama ya 10,000 egeroko egwase keombe ekisiringi kiri buikomi uko na 1,000 ya Mungu. obwate liwa yama ya You are not comfortable with that koigu money. buyamo n'ekibese ekyo Unachomwa na ndani yako, unafikiria siku itafika lini nichukue hii pesa kwa Mungu. The Lord honors those people. Those people that are willing to sacrifice. That are uncomfortable until they do what is the will of the Lord. Amen. Amina. So another thing, I'm almost finishing. Honored servants of the Lord are committed to build God's house. Hallelujah. Amen. Those people that God honors. You know, many of us in many times we like our homes very much. Unapoenda soko, when you set your eyes on something beautiful, you picture where you can fix it in your house. So you took it, you go and bless it wherever you thought that it was to fit. But look at the house of the Lord. What have you contributed? Where have you built? Where have you decorated? Umwaka 2023, what have you done? So the Lord honors those people that are committed each and every day to purify His house. Those people that are willing, those people that have a burning desire in their hearts to build the house of the Lord. Mungu anawaheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anawaheshimu. So if you want God to respect you, have somewhere to work in His house. Have a desire of adding something. Have a desire of adding something in the house of the Lord. Don't be blind. Acha kungoja tuambiwe ndo tufanye. Hallelujah. Amen. So I'm praying to God that He may open your eyes so that you can see where you can do something in this house so that God can give honor to you, because the Lord honors those people who
purifies his house. bali bakorosie nyumba yaye bakoyechabira The last thing, egento kyomoelio honored servants of the Lord abantu basikire na Nyasaye are willing to serve without receiving glory here on earth. bali ange ase ogotanyoro bonene aiga sense. They are willing to serve, but they don't want to be praised. So hiyo kitu ndo inatusumbua. You want to do something small, tutafute mapango tuandike jina lako, tuinue juu, tutoke kwa barabara, tuanze kusema somebody has done, Pastor David has done, Pastor David has done. So what? Our God is the only one that deserves all the praises. So the Lord respects those servants that are serving without demanding foreign praise from men. Those people who want to serve and go, those people that want to serve and they live, they don't want anybody to talk about what they did. And we have a problem. We want to be seen by men. The Lord will never respect us. He respects those servants. He honors those servants that are willing to serve without receiving any glory here on earth. Si kitu unaweza kuwa praised on earth, but you miss the kingdom of God. Why do you want to be praised? And there is God. When you read the story of Lucifer, we call him Satan. He was not Satan. His name was Lucifer. What made him to be thrown down here is because he also wanted to be praised. He wanted people to bow before him. No problem. If you want to serve so that we can bow before you, no problem. We can come and bow. But no, it's not good. The Lord will not honor you. He honors those servants that are willing to work and go. They don't need any praise. They don't need any glory. Those who serve and says all the glory be to God. In Jesus name. Niruhusu nimalizie hapo. Tutakuja kuendelea na yenye tumebaki tutakapopata time. Ngependa tusimame juu wote ili tuweze kuomba tuende Sunday school. Amen, amen, amen. Hebu kwa dakika ningependa before niombe kwa dakika tu moja as we bow our heads. Hebu jaribu kujiangalia chenye unafanya, all the way you are serving God, whatever that you are doing, can it make God honor you? Iko na nguvu yoyote ile ya kufanya Mungu akuheshimu? Kama mtu anaweza endea Mungu amuulize, hebu niambie matendo ya fulani, ama shaitani aenda aseme nataka kujaribu somebody, like he came to Job. What can God say about you? Hii kazi ambayo unamfanyia Bwana, hii kazi mahali ambapo Bwana amekuweka, hapo mahali unafanya vile kunafaa kufanywa. Je, Mungu anaweza kusimama aseme jambo juu yako? Amen. Wacha tuombe.
Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakusifu, tunakuabudu, tunakuinua asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya wema wako, fadhili zako na upendo wako kwetu. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo tumejifunza asubuhi ya leo. Bwana, tumejifunza ni mtu yupi yule ambaye unamheshimu. Neno lako Bwana limesema ya kwamba yule mtu ambaye ananyenyekea, yule mtu ambaye anafanya kazi kwa kujitolea bila kusukumwa, yule mtu ambaye anafuata sheria zako, yule mtu ambaye anafanya kazi bila kutaka sifa yoyote ya mwanadamu. Bwana, ombi langu asubuhi ya leo ni ya kwamba wote ambao walijumuika katika hili neno, ukawape neema ya kufanya kazi bila kutarajia sifa yoyote kutoka kwa binadamu. Bwana, hili utakaposimama siku ile ya mwisho, ukatoe ushuhuda ya kwamba hawa ni wanangu ambao walinitumikia kwa uaminifu. Utusaidie wote Bwana, neno hili likapate nafasi, ili ya kwamba kila jambo ambalo tunalifanya Bwana wetu lipate kibali machoni pako. Pokea sifa, kwa sababu wewe ni Mungu wetu na sisi ni wanao. Tunapogawanyika kwenda Sunday school, Baba, tunaomba ya kwamba neema yako ikatutawale. Siku hii yote tumejikabidhi mikononi mwako. Tunaomba ya kwamba nguvu zako Bwana zikaandamane nasi. Itakapokamilika, tutalisifu na kulimidi jina lako. Pokea sifa na uweza, maana wewe ni mwema. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Kwa hivyo Bwana awabariki sana. Wale ambao tumebeba sadaka zetu tunaweza weka hapa mbele. Na wale ambao wanalipia kwa simu, my sister Pamela anawaelekeza. Okoenda mpesa till number 331388 na itakuletea Nyamataro P.A.G Church. Mpesa Buy Goods and Services till number 331388. Hiyo ndio Mpesa. Ukilipia mara hapo itakuletea Nyamataro P.A.G Church, na mparikiwe sana. Kasi ya Bwana ifanye kwa moyo, kasi ya Bwana ifanye kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa jamani. Kasi ifanye kwa moyo, kasi ya Bwana ifanye kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa jamani. Kasi ya Bwana ifanye kwa moyo, kasi ya Bwana ifanye kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa jamani, bila kusukuma wala kupembelezwa jamani. Kasi ifanye kwa moyo, kasi ya Bwana ifanye kwa moyo, bila kusukuma wala kupembelezwa jamani.